Wanawake wako wengi, mwanamke mmoja anakuumiza kichwa wewe tu kila siku wewe kaka vipi? Baka wale wanaume wenzako utakuja kuona sasa mshamba sasa wa mapenzi rafiki yangu. Wewe kuona mshamba. Wanawake wako wengi, achana na watoto bila watakuumiza kichwa. Nafeli wapi kaka? Ila sio kuzuri. Mimi nakwambia, achana hizo fikra unazowaza. Achana nazo kabisa. Achana nazo, utapotea. Nadhani umenielewa. Sawa. Abe mama, kazi niliyokupa umemaliza? Nimeshaimaliza mama. Naomba vinywaji kwanza aje huyu mgeni. Niambie mama. Safi tu mwanangu. Habari za huko? Salama za kweli. Sori, mnaendeleaje? Uko nyumbani. Sasa mwanangu, mimi nimekuita hapa. Na shida hii moja. Nataka nikupe kazi moja tu mwanangu. Si utaweza? Kazi? Bora ngea kesho mamangu. Karibuni. Wala hata sijali, wala sio kazi kubwa kusema yani ya kujenga kama hivi vyumba. Ni kazi ndogo tu. Sina mjua ile mwanangu wa Simba. Huyo Simba kafanyaje? Ninachotaka ni kumpa tu furaha mwanangu tu basi. Oya mwamba, hichi mwanangu kibichi hichi kwa kinakuja kwako. Hiyo kwa kinakuja kwako. Sinakuelekeza mwanangu wana na kodi. Kodi gani hizo tena kamkubwa? Sikia sasa nikuelekeze mwanangu. Oya, hii dunia mwanangu kumbe mwanangu haina siri. Mzee yani tunazunguka kwenye majumba ya watu. Oya mwanangu, oya kumbe majumba mwanangu haya mwanangu hana siri babu. Oya. Yaani siri kivipi? Yani sijakuelewa bado unajua. Atasikia mwanangu nataka nikupe kodi. Oya Najima si unamjua? Najima ule mwangeje Simba? Huyo Simba mwenyewe pia si unamuelewa? Nampata. Sikia sasa mwanangu. Oya ule ujauzito wa Najima ule sio Simba. Bwana yeye. Huyo Simba sana mkewe. Mke. Mimi ninachotaka wewe ndio mpatie furaha yule mwanangu. Yaani apate furaha, na ndio maana nimefikiria kwanza usiku. Sijalala, nimewaza ni nani atakayepatia furaha. Wazo likanijia ni wewe Juni. Mimi nampaje furaha huyu mama? Unajua fika huyu mama mtu msumu. Au hapo asilia mtaana Tanzania mimi na watu nifikiriaje? Ule ujauzito ni wa kidonge. Kidonge tunakane maskani hapa. Wewe uko unaishi wapi baba? Hii kweli no mamangu hizo kodi umezipata wapi mchizi? Ilikuwa na Simba sasa hivi. Yaani hivi unavyoniona vinatoka hivi. Yaani nilikuwa naye Simba sasa hivi amenifikishia mwenyewe hizo kodi. Au mkeo akisikia mimi atanifikiriaje mimi kwa mfano mamangu nakuuliza tu. Na wewe utanikuta nikimbia japokuwa umenigea hiyo kazi. Sasa nisikilize. Umesikia? Yaani wewe usijali kwa hilo tu, usijali. Mimi nitakupa zawadi yoyote unayotaka. Kama kuna dongoni mamangu, usijali. Hiyo kazi yako nitaifanya vizuri. Nitaifanya vizuri kabisa, wala usijali mamangu. Kwa kafunguka mwenyewe yani kakuelekea. Yeye mwenyewe. Hii kweli kali. Hizi ngongwe kuna mtu mwingine ambaye umefikishia zaidi yangu mimi? Mimi ndo natoka kwake. Kwa hiyo direct moja kwa moja umezifika kwangu sio? Mapema. Sasa sikia sasa. Mapepe asiwe mengi. Nikisikia pengine popote zaidi yangu mimi nakula sani moja na wewe. So ngenge mimi nakuelewa wewe Fatuma kina Mwajuma kibao. Yaani mimi nakujua kodi zako mimi nazijua. Nimechoka kila siku mwaugomvi, nimechoka. Nimechoka echi. Nimechoka kwa kila kitu unachonifanyia. Mbona unakuwa unafanyia mtu kama sio binadamu mwenzako? Hivi ni mtu gani lakini? Unajua kitu unachokifanya kwamba ni unyanyasaji wa kijinsia. Hechi. Wewe ni mume wangu na mimi umenioa. Mimi ni mke wako. Kwa nini unanifanyia vitu vya hivi? Kwa hiyo mtu mwingine yote zaidi yangu mimi kufikishia hizo taarifa. Nikisikia kama mkubwa, mimi nakudeti moja sani moja na wewe. Sijui unanipata hapo? Atembea. Kuba babake na mama yako. Nyoko kibao. Ushakuwa kina Mwajuma unavaa vijola sasa hivi. Sema unajua nini mwanangu? Yaani hizi habari mwanangu mimi nikija kuzipata tena mwanangu habari nyingine kokote kwa mimi sikufikishie. Boss nifikishie ila sio sio leto kina Fatuma hapa. Wewe unaniambia kwamba hii mimba sio ya kwako. Haya mimba yaani mwenye hii mimba ni nani? Mwenye ujauzito ni nani? Sinaongea na wewe lakini nimekuwa katoni. We. Jua kuzingatia ngo zako sawa? Nina kuona tu jinsi unavyokaa na kuona.
Umekuwa mwanaume sasa, si ndivyo? Baza, nimemkuta Kidonge. Kidonge yupo. Ngopo na shida naye. Okay. Kidonge? Kidonge? Kuna mgeni wako nje? Kwa hiyo dogo, hii basi ngoja niwache kwenye harakati, usijue. Ni harakati. Sawa. Tumebadilishana nguo. Nimevaa kijola hapo, umevaa suruali, sio? Au ndani tunaishi wote kama kambale, wote tuna ndevu huko. Wewe unaniweza mimi wewe? Wewe unaniweza wewe? Wewe pumbafu wewe. Wewe fala wewe. Hechi, naomba wewe unaniheshimu. Sawa? Vipi Kidonge? Mwambie. Wema. Mambo asemaje? Mambo fresh kabisa. Habari. Vipi ndugu yangu? Mbona kama siku hii mtani ataonekana? Shida ni nini yani? Sema Mungu siko sawa tu, sikutaki hivi hapa. Mwanangu iko kitu ndio kinachofanya yani mpaka unashindwa kuwa na furaha. Tatizo ni nini? Mungu mwa Najma. Shemeji yetu. Najma sasa anafanya anapitia wakati mgumu familia. Usinitamkie maneno ya ajabu kama hayo. Sio naelewa vizuri. Labda nikwambie kitu. Kingine mimi sio kaaba. Mimi sio malaya. Sio naelewa vizuri. Kama umenichoka, nipe talaka yangu niondoke. Lakini usipende kunitukana matusi ambayo mimi sielewi. Sio unisikia vizuri? Labda nikwambie kitu kimoja. Uojinga huo unaobebelea huo ujinga. Sitaki kuona huko kwangu. Yaani naondoka nikirudi nisukute wa upumbavu. Kama unataka kukaa huko ndani, uojinga sitaki kuona. Sijui unanielewa? Najma kanikataa hadharani mwanangu. Kwa upo hivi. Nisikilize. Najua kabisa kwamba Najma kupo unampenda sana. Si ndio? Lakini sio chanzo cha kukaa wewe kimya kama hivyo. Faki utakuzingua, lione vile. Sijui jitu la mapangoni. Yaani tunafikia hata kutaka kunipiga. Sijui umenielewa. Alafu kitu kingine, mwanamke sio ndo yule tu. Sijui umenielewa. Mwanamke sio ndo yeye. Wanawake wako wengi. Sawa kakukataa kwa sababu kakukataa na mimba yako, ila yule mtoto akizaliwa ni wa kwako. Yaani mtoto atabaki kuwa damu yako. Sio mchamba. Nilikuwa nakutafuta muda mrefu. Leo umeingia katika maneno zangu. Kosa langu nini? Kosa lako nini? Chotoka kwa itimizaje zangu za kimwili tu basi ninachokitaka ni kutoka kwako. Hicho tu. Afadhali nimekutana na wewe. Mmempa mdogo wako kampa ujauzito mkamwana wangu. Bado tu kile kinyago kile kinamfuatilia mkamwana wangu. Kwa sababu gani na kwa lipi kwa mfano? We mama we. Umetumwa. Hivi nye mtachani kutuandama? Yaani nino pitia mimi rafiki yangu mkuu, napitia wewe. Yaani ingekuwaje wewe? Na muhimu sana mazito kwenye moyo wangu familia. Usiendeshwe na mwanamke. Yale ni mapenzi. Na kama mapenzi yameshaisha kwako wewe. Lakini wewe pale una damu yako. Sijui umenielewa? Hebu relax afu ukatuliza kichwa chako. Tena na ukipiga kelele na kuitia mwisi au ulikopo unanibaka. Sawa basi. Elekea geto. Nyosha njia ya geto unachokitaka. Sawa basi, hata kama kugeni tutenda hivi, niachie basi tuweze kuona nini. Kuja sana bio. Sasa sikiza nikwambie. Mimi kwanza nashukuru kwa sababu nimekuta wewe mzima. Sawa. Mimi naenda kuambia washikaji kwamba wewe uko mzima kwa sababu umekaa kimya sana. Sijui umeelewa. Tokea tuko maskani, siku nilikuwa sawa. By the way. Mimi nitaingia wanangu. Kamwambia mkamwana wako hivi, aachane na mdogo wangu. Na lolote itakaomkuta mdogo wangu na kuapia, ile ni damu yangu. Tutaona mabaya. Umeshanivuruga kwanza. Shemeji, habari yako? Salama. Kukimbizia tangu natoka huko maskini ya Mungu. I swear to God. Sasa mimi kuna kitu nafanya kanijue. Kama ni kweli niambie ni kweli. Kuhusiana na swala zima la ujauzito wako. Je, huu ujauzito uliokuwa nao ni kweli kama maneno ninayoyasikia wa Kidonge au ni wa mumeo Eche Simba?
sio. Pinyo tafuti na kitu gani? Kipindi mamako anakuzaa, alikuzaa amesimama au amechuchumaa? Wewe ndio maana kumbe nichogundua ndio maana mfupi kaza kayo so haya wewe kiangalie. Kifupi kaa kitomondo. Yong wewe mkubwa usiokuwa na haya. Haya. Wewe alokuambia kwamba mimi ujauzito wa huyo mpumbavu mwenzako na? Kama kweli sema kweli. Wewe kitomondo wewe. Kiburushuti. Kama kunifuatilia katika maisha yangu. Sawa wewe? Ile juzi hapo tulivyogiana zile habari za kwamba kumtafuta bwana Kidonge. Kwani nilipotoka hapa kakutana na bwana Venance. Nikamuelezea juu ya kumtafuta bwana Kidonge, nikamuelezea. Akaniambia bwana mimi nitalifanyia kazi. Nikaachana naye pale nikaingia zangu maskani. Nimechili pale mida ya jioni kama mida saa 12 hivi. Bwana Venance akaja. Akaniambia bwana Popa, nikamwambia niambie. Bwana Kidonge mimi nimekutana naye. Ila Kidonge nimekutana naye yupo katika hali sio nzuri. Ushona? Na kikubwa zaidi kinachomsumbua Kidonge ni ujauzito juu ya demu wake Najma. Sawa wewe. Mfupi kaza kayo usiokusamaniliwa wazazi wewe. Tena siku nyingine ukiniona. Kunyita. Shem kwa nani kwanza? Shem kwa nani? Sinaongea na wewe mikofia. Shem kwa nani? Wewe kiburushuti. Nitakuzibua mabangi. Wewe chezea hangine yangu ngumu wewe. Chezea hangine wewe. Toka hapa. Toka haraka Shem. Mabangi. Kumbavu wewe. Kiangalia mara kifupi. Miguu inakufuka kishogoni mtizame kwanza. Ile mimba ya Najma ndio inamchanganya bwana Kidonge mpaka anakuwa hayuko sawa. Ila kwenye maongeza inaambia kwamba siku akiwa sawa atakuja hapa maskani. Na akaniambia nafikishie hizo taarifa na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu niliamka salama nikasema isiwe kesi nikawafikishie hizo taarifa. Unajua ngwambie kitu kimoja bwana Popa? Hizi taarifa mimi nilishakuelekeza muda tu. Na nilikwambia wewe ukanipiga mimi bao nini ukaniona mimi noko nini namna gani vipi? Lakini mimi nilikuelekeza kweli ndio huo. Unajua rafiki yangu ngwambie kitu kimoja? Mimi haya mambo ya wanawake haya bwana mimi yalishanikuta. Unamwangalia nani? Angalia wewe kipenzi changu. Wewe, mpenzi wako nani? Sio Najma. Mimi naweza kuwa mpenzi wako wewe? Hebu unaelewa mguu umekuja kwa ajili ya nani? Mguu umekuja kwa ajili yako baba. Sawa? Wewe na hao visokolo kunyo wenzako. Naomba mkikaa mpige stori zenu. Habari za kutangaza kwamba huu ujauzito ni wa kwako ukome. Iwe mwanzo na mwisho. Unasikia vizuri wewe? Sio nielewa? Hii kitu tuliongea kama mimi na wewe iwe siri yetu. Haya kilichokutuma baba wewe na huo mdomo wako kwenda kufungua ukashindwa kuufunga zipu, ukaenda kujichachana tu na Najma ana mimba yangu. Umeenda kuwaambia watu ili weje. Tena wanawake wawili wameshanifanyia vitu kama hivyo. Lakini cha kuzungumza ni kitu kimoja. Sisi itabidi tumfariji wana Kidonge. Sawa. Tusimwache nyuma. Hata kama atakuwa hahudhurii hapa, lakini tusisite kumfuata nyumbani kwao na kwenda kumjulia hali. Hiyo ni ndugu yetu. Hivi au unasemaje? Kweli kabisa. Kweli kabisa. Inabidi tufanye hivyo. Hicho ndio cha msingi. Na vile vile wanawake sio watu. Yaani tukaeni tu tukizunguka lakini wanawake sio watu. Wamenifanyia vitu vibaya sana. Najma, kwani ujauzito sio kwangu kweli au ni wa mtu mwingine Najma? Wewe kelele wewe baba. Hapo hapo shia kwanza. Na kukataza nini unaendelea nini? Hivi mdomo wako huwezi kuutia zipu? Kama unashindwa kuutia zipu kwa nini usichukue hata nini spagulu kajitia ubandike ili mdomo wako usiweze kufunguka ovyo? Haya yote 9-10. Haja kutosha. Ukamtafuta na mwanaume wangu kabisa kwenda kumwambia maneno kama hayo. Maana ni mume wangu sasa hivi. Haya kilichokutuma uende kumwambia maneno hayo ni nini? Najma, mbona ungemana makali kiasi hicho Najma?
Tambua Najima nakupenda. Hivi katika kile kwa tegemea kwamba mimi nitoke